Mimi nimefunga siku 3. Kobe hilo. Kwa nini umefunga siku ngapi? Mimi nimefunga siku zote. We muongo. Mimi sio muongo ndo Kobe. Alipiga sitaki kuchokoza na wewe. Kuchokoza nini wewe ndo Kobe? Wewe mimi sitaki kuchokoza na wewe. Ndio kuchokoza nini wewe ndo Kobe? Kama vipi pita njia yako. Pita ndio Kobe hilo. Mimi mtoto najifunza kufunga. Kobe hilo. Tuonana kesho Kobe. Kobe hilo. Chakula kimejaa mchanga kila siku yangu. Nyama kuna. Pole shehe. Na mchanga hicho weka huko. Sasa unatafuta maneno. Asiwe kimya babu, unatafuta maneno. Sijafanikiwa kabisa kujua wapi alipo Darwesh na sehemu gani anapoishi wala taarifa zake. Siku anaondoka, kwa nini ulimruhusu aondoke? Siku ambayo alipokuwa anaondoka mimi sikuwepo. Lakini watu wa kijijini kwenu wakitambua mtoto wa marehemu ndugu yako ameondoka, tena kwa kupishana na mkeo, itakuletea picha mbaya sana. Wao taarifa hizi niliwapatia tukio lote lilivyotokea. Cha ajabu hata kule hajafika. Unajua huyu Darwesh tangu wazazi wake walipofariki kwa ajali, alibaki kule kijijini akilelewa na bibi yake. Siku nilipoenda kumchukua, alikuwa na tabia za kimtaani kabisa, sio za kidini. Na nilipomchukua nilijaribu kumrekebisha akaelekea, lakini hili alilolifanya kwa mamake sio jambo zuri. Sawa, kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndio kosa. Tafute wewe mwanao. Sawa, nitamtafuta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Waalaikum salam. Ila somo leo kali. Usijali mdogo wangu, tutazoea taratibu sawa. Apeleka mfuko wa vitabu ndani. Min sharril waswasil hannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah. Sister, niambie shilingi ngapi? Shilingi 2000. Nichukue. Kwani kuna tatizo gani kakangu? Mbona chakula chenyewe hujala? Nilipitiwa, nilikuwa nimefunga. Dada. Samani. Hicho chakula si kimelipiwa? Ndio. Basi naomba nijaie kitapata mfadhili tafadhali. Vijana wengi wanapotea kwa kuwa swala la dini wamelifanya ni la dharura sana. Ndio maana ibada yao ni Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani hadi Ramadhani, Hidi mpaka Hidi. Na swala hilo wewe mdogo wangu unalo. Tambua ibada ipo siku zote, hasa kwa vipindi vitano.
Badilika. Alafu tulitegemea kuwa utafunga ndoa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, ila umemrudisha mwenza wako kwao. Ina maana unataka mwezi wa Ramadhani ukiisha umrudishe tena hapa au? Hapana. Okay. Jitahidi hata ndani ya mwezi wa Ramadhani funge ndoa na mwenzako ili msiendelee kutenda zinaa. Nakumbuka nilishakuzuia kuishi na mwanamke bila kufunga ndoa, na ili sihitaji lijirudie tena. Sawa, nimekuelewa kaka. Vizuri sana. Afadhali yako wewe mdogo wangu ulichukua hata maamuzi ya kumrudisha mwenzako kwao. Lakini vijana wengi mpaka sasa wanaendelea kuishi na wenzao ndani, wakiendelea kuwapikia futari na vyakula mbalimbali. Ni hatari sana. Mungu awanusuru. Amina. Somele bwana. Kali. Kali umefunga wewe. Kwa aliyofunga. Unajua mimi kinachonishangaza, ninachokwama kufunga. Tatizo mambo yetu yale. Yaani sometimes nakuta koo imekauka, yaani najisikia lost kabisa yani. Ndio maana nashindwa. Ndio nikwambia nafunga sana. Unajue saizi inafikia kipindi ndugu zangu, yaani adhana inalia, sawa, anaacha kusikiza adhana, anaanza kujipipisa kama na 200 hivi nini, akipiga loso ikate pwa. Sasa cha ajabu, umwezi sasa utakuta wanafanya hivyo ni Muislamu. Sasa umwezi unavyoheshimika mpaka wale ambao si Waislamu wanauheshimu. Watu wanakuta sigara wanavutia hadharani, watu hawali hadharani wanajificha. Yaani hata mambo mengine kishishenzi hawafanya hadharani, wanauheshimu umwezi, wanauogopa. Ndio ngambie. Yaani wewe sio hao, hata kwa wapenzi wenyewe wanajificha cha mwiko. Yaani wewe unawasaga haya. Alidi. Na Umelala au unajisomea? najisomea. Ukitaka kulala uniambie, sije ukalala nje. Haya. Kwa hiyo shoga yangu kama kawaida. Hapo unajua kuna wakati unanichekesha. Kama kawaida. Usiku uinvitie. Sawa, lakini jana ulichokifanya baada ya kuingia tarehe umetoka kukata mitaa. Ushaanza na wewe mambo yako. Ushaanza, tushakwambia. Taongea baadaye bwana. Kwa hiyo
Kwa sasa naona malengo yetu yanakaribia kukamilika, maana nimebakisha kiasi kidogo tu ili tuweze kupata chumba chetu. Nahisi mpaka Ramadhani ikipita tutakuwa katika chumba chetu. Hata mimi pia napambana ili kuweza kuhakikisha angalau baadhi ya vitu vidogo vidogo hivi vinakuja vinakaa sawa. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atatusaidia, lengo letu litakamilika tu. Kwa hiyo ni kitu cha kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu. Subhanallah. Ile sio michungu kama ya jana hii. Kuna mtu kanionjea, kasema mizuri. Manake ya jana, Haridi na babake imewashinda kabisa kula, si kwa uchungu ule. Kwanza nimekufunga kitu. Haridi! Emlete maji. Darwesh. Naam. Sio kama nakusema. Lazima nikwambie ukweli. Kusimama na mwanamke mwezi huu, isitoshi mwanamke mwenyewe amevaa mavazi ya kishotwani, suruali. Darwesh, lazima tuwe na hofu ya Allah. Lazima sisi tukanyane siku kwa siku. Mwenyezi Mungu mimi asiniingize katika moto. Kwa nini umeona kitendo kama kile hapo wewe hujasema? Sisi ni Waislamu, pindi unapoona jambo baya, mimi au wewe lazima tusemeane. Isitoshe ni mtoto wa Kiislamu, mwezi huu mtukufu, kukaa na mwanamke sehemu kama ile, mwanamke hajajitanda, amevaa suruali. Vipi saumu ya leo? Nimekukaba? Mama, Halidi hajafunga. Kaniambia alipotoka tu madrasa jana usiku hakula daku. Si usingizi wake kalala kama pono, amsha na wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mazoea Khabdara Kitwanda. Dhumuni la barua hii kukufahamisha kuwa nimeona tunda katika familia yako. Hivyo nataka kumchumbia binti yako Hashura binti Salmin. Inshallah Allah atuwezeshe tuwe wenye kulipitisha hili jambo la sunna. Amin. Wabillahi tawfik.